Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, channel yako pendwa ambayo inakupatia elimu na mengineyo mazuri. Karibu katika kipindi cha Qur'ani. Leo tutazungumzia Qur'ani, jambo la msingi kabisa, ili kukupa hamasa na kukuonesha inawezekana ukaifahamu Qur'ani. Mada yangu ni hii: vipi Qur'ani itakuwa ni wepesi kwangu mimi kuifahamu, na vipi nikiwa katika umri mkubwa Qur'ani kuifahamu ni rahisi au uzito? Je, inawezekana? Ndicho kitu ambacho unataraji kuizungumzia kwa siku ya leo ndani ya dakika kadhaa. Lakini kabla sijaendelea, hakikisha umesubscribe kwa kubonyeza alama kengele hapo chini mkono wa kulia hapo, unaiona hapo, ili kukuza familia hii ya Lecture Online TV tuweze kufika mbali zaidi. Pia ulike ikiwa umependa video hii, kwa hii ninachozungumza ni jambo la kheri, na kucomment ushauri au kuonesha kutunga mkono pamoja. Kulike, kucomment au kusubscribe ni moja ya njia ya kutunga mkono katika safari ya kheri ambayo tunaifanya. Naitwa Mwalimu Ibrahim Marwa na imani wale ambao wanafuatilia channel yangu hii wengi wananifahamu. Inshallah nimekuandalia pointi za msingi ambazo itakufanya wewe unayependa kujifunza Qur'ani au unataraji kujifunza au tayari umeshajua kusoma Qur'ani lakini unataka uongeze ujuzi wako zaidi. Ndugu yangu, pointi ya kwanza hapa nasema hivi: ili Qur'ani iwe ni nyepesi kwa wewe kuweza kuifahamu, jambo la msingi unalohitajika sasa kulifanya ni wewe kujifunza msingi wa kujua Qur'ani. Nikisema msingi wa kujua Qur'ani, ni msingi ambao lazima ufahamu herufi zile za Kiarabu, Arabic alphabet. Zile herufi ni jambo la msingi sana kwa yule ambaye anaanza kujifunza Qur'ani. Lakini fahamu kuwa haina maana kwamba ukijua Kiarabu basi na Qur'ani umejua moja kwa moja. Hapana, ni vitu viwili tofauti. Yes, utaweza kusoma ile sentence katika Qur'ani lakini utakuwa unakosea ahkamu za Qur'ani. Hiyo ndio tofauti. Ila ukijua Kiarabu inakuwa basi ni rahisi kwa wewe kuifahamu Qur'ani. Inakuwa ni very simple kwa wewe. Sasa ya kwanza nasema jifunze msingi wa Qur'ani ambao ujue alfabeti za Kiarabu. Mfano katika vitabu ambavyo tunavitumia, hata mimi navitumia kwa wanafunzi wangu, inaitwa Qaida Nurania. Al-Qaida Nurania ni kaida ambayo inampa msingi na inakusaidia wewe mwanafunzi kujua na kuifahamu Qur'an. Hii ndio Qaida Nurania. Au kuna vitabu mbalimbali, kuna kitabu kingine kinaitwa Yassarna al-Qur'an. Tayari nikushaitumia kwa wanafunzi wengine. Vitabu vyote ambavyo navitumia. Utofauti katika vitabu hivi ni katika ufundishaji tu, kutajisha zile herufi, ila ni kitu kile kile. Kwa lazima ufahamu msingi kwa kujua Qur'ani ambao lazima ufahamu herufi zake vizuri ili iwe ni rahisi kwa kuisoma ile aya unapokwenda. Kitachobakia sasa, nasema ya kwanza umpate sasa mwalimu. Ni baada umeshajifunza zile herufi, na sina maana kwamba ukijifunza zile herufi jifunze peke yako, ni jambo gumu sana. Lazima umtafute mwalimu mzuri. Mwalimu mzuri ambaye atakufundisha Qur'ani, haijalishi ni kwa kawaida au kwa online. Ingawa watu wengi wanaona kusoma Qur'an kwa online si very hard, na hapana. Kusoma Qur'ani ni rahisi kweli kweli, inawezekana kwa online. Sasa mtafute mwalimu mzuri ambaye atakufundisha, kama video zangu za nyuma nishazungumzia hilo, atakufundisha kidogo kidogo na utaelewa. Baada hapo sasa mwalimu huyu mzuri sasa ataanza kufundisha baada ya ahkam tajwid. Si lazima akakwambia hapa inapatikana ahkamu fulani. Kuna video yangu moja nishazungumzia, sio lazima mtoto umfundishe ahkamu tajwid, bali unaweza kumfundisha jinsi vile unasoma wewe vizuri, basi na mtoto wako naye atatamka vizuri vile vile, na atakuwa ni mzuri na amesoma kwa ahkamu tajwid kama vile anafahamu ahkamu za tajwid. Na nitolea na mwanafunzi wangu mmoja, mashallah, si soka online, kwa kawaida hajui ahkamu tajwid lakini anasoma vizuri, anatamka kama ni mwanafunzi ambaye mtu ambaye anajua kusoma Qur'ani
anajua ahkamu za tajwidi zote tofauti. Baada sasa kufahamu hivyo vitu vingi, na kushauri ndugu yangu uwe na ratiba nzuri. Kama wewe tayari umeshapitia ratiba ya kusoma Qur'an ambayo nilikutengenezea kwa wiki nzima, ratiba ile sasa itumie katika kufanya marejeo ya Qur'ani. Qur'ani ina sifa moja ndugu yangu Muislamu. Ikiwa wewe Qur'ani utaisahau, basi na Qur'ani hii itakusahau. Hiyo ndio Qur'ani ilivyo. Kwa hiyo unahitajika sasa wewe jitahidi kusoma Qur'ani kila siku. Hata kama sio kila siku, katika moja ratiba zangu, video yangu ambayo nilizungumzia nikasema hivi, unaweza ukaandaa ratiba yako walau kwa wiki ukasoma mara 3 hata mara 5. Ukati siku 2 siku 3 za kupumzika. Hii ile ni pesa kwa wewe kujifunza Qur'ani siku baada ya siku. Hicho ndio ambacho nilikizungumzia. Na imani mpaka hapo utakuwa umeelewa vizuri. Kwa hiyo Qur'ani sio ngumu. Qur'ani ni rahisi na inawezekana wewe ikiwa utajibidisha, utafanya juhudi katika kuisoma Qur'ani siku baada ya siku. Haya, nikasema misingi ya Qur'ani, jambo la msingi sana kujifunza ahkamu za Qur'ani na msingi wake zile herufi za Kiarabu. Sasa kuna swali moja ambalo nilitanguliza nikasema hivi, kuna watu wanaona tayari wameshakuwa na umri wa utu uzima, yaani kisha kwa ni aidha mama au baba miaka 40 plus. Sasa Qur'ani inakuwa ni ngumu kwake yeye kuifahamu, mpaka inafika stage anakata tamaa kwamba hapana, sitaweza kusoma Qur'ani. Kwa mimi katika vita yangu, usomaji wangu wote, Qur'ani katika umri wowote inawezekana ukaisoma na ukaihifadhi. Sawa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishushiwa Qur'ani akiwa na umri wa miaka 40. Jiulize, akiwa na umri wa miaka 40. Sawa? Ndani ya miaka 40 kuendelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifahamu Qur'ani. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ummi. Ummi ni mtu ambaye hawezi kusoma wala kuandika. Yaani hajui kusoma. Mtume Muhammad wakati anashushwa Qur'an, na ilikuwa ni Zaid bin Harith, bila kutasahau na mkumbuka, alikuwa anaandika ile wahi. Anaambia sura hii iandike sehemu fulani, hapo ambia nisomee. Mtume Muhammad alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Huu ni muujiza ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpatia, alikuwa muujiza na Allah ana hikma yake. Inshallah singine tutazungumza hilo, sio mada usika siku ya leo. Hii inakuonesha inawezekana wewe ukaijua Qur'an hata kama utasema yule kwa ni mtume, kuna wepesi Allah alimfanyia. Hivyo hivyo hata wewe mwenyewe ukiwa na nia, kuna wepesi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupatia. Nina mama yangu mpaka saizi ambaye amejua katika mahadhu Abu Ubaida ambao ni awali ibtidaia, na huwa anafundisha Qur'ani, ni ana umri utu uzima na anasoma Qur'an kwa kutata, lakini alhamdulillah mashallah mama yule ni mtu wa juhudi, na kadri siku zinazozidi kwenda ule utofauti ndio unaonekana, na ni mtu mwenye nia kweli, ana hirs ya kusoma Qur'an. Allah azidi kumbariki mama Fatuma huko aliko Zanzibar. Haya, tuendelee tumalizie lingine sasa. Kwa wewe mwenye umri wa utu uzima, ili Qur'an iwe nyepesi kwa wewe, pata zile hatua za mwanzo ambazo nimeelekeza. Pia tumia ratiba sahihi ambayo nimeelekeza. Jitahidi kusoma Qur'ani kila siku. Usisome aya nyingi. Chagua aya 3 tu jifunze. Mwambie mwalimu akufundishe aya 3, aya 2. Kidogo kidogo, usiwe na haraka. Usiwe na haraka katika kujifunza Qur'ani. Nenda kidogo kidogo, pole pole. Mwisho wa siku lengo ni kuifahamu Qur'ani. Lengo si kumaliza Qur'ani kwa haraka. Hapana. Lengo ni kuifahamu Qur'ani vizuri kabisa, na usome kama alivyosema Allah, warattilil Qur'ana tartila, katika sura Muzammil. Na isome Qur'ani ipasavyo kama inavyotakikana. Kwa hiyo jitahidi ndugu yangu Muislamu, wewe ambaye una nia kujifunza Qur'ani, pointi zote ambazo nimeorodhesha hapa, basi zitumie na uweze kufahamu. Nitarudia kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji. Ya kwanza nimesema ni Qur'ani kwa kweli nyepesi. Kama ikiwa hujui kusoma Qur'ani, jifunze misingi ya Qur'ani. Sawa. Jambo la pili sasa, mtafute mwalimu sahihi. Mwalimu sahihi anapatikana kabla hujajifunza misingi ya Qur'ani ambayo unahitajika ujue alfabeti za Kiarabu. Baada hapo mwalimu huyu sasa atakufundisha wewe ahkam tajwidi. Hata kama hautajua ahkam tajwidi ni hii, bali yeye
bila anaposoma mfano a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kadri vile mwanafunzi anapozidi kufuatisha, basi na wewe ndio unazidi kuwa bora zaidi mwanafunzi. Kuna kumfuatisha vile mwalimu ambaye anatamka Qur'ani ipasavyo, inakuwa ni wepesi na kwa wewe kuifahamu Qur'ani. Hizi hatua mbili za kuwa na mwalimu bora, hatua mbili hizi za kujifunza misingi ya Qur'an ambazo alfabeti zile pale. Kitachofuata sasa, tumia ratiba nzuri. Hiyo ndio jambo la msingi pia. Tumia ratiba yako nzuri kwa siku. Yaani kwa siku wewe utasoma Qur'an mara ngapi, aya ngapi? Kuna video, pitia video zangu za nyuma utaikuta ratiba hiyo nzuri sana. Na kuelekeza kwa siku utakuwa na aya hizi, labda kwa wiki utasoma mara ngapi. Utaona matunda na faida yake. Mimi sina la ziada, niseme tu endelea kusubscribe, bonyeza na kengele hapo chini uweze kutunga mkono katika safari hii ya elimu. Na inshallah kwa wale ambao wanapenda kujifunza dini ya Kiislamu pamoja na ujasiriamali, usajili utafunguliwa tena kwa mara nyingine, ni tarehe 1 Dhulhijja. Inshallah kuwa tayari ujiunge. Sasa wanafunzi wanaendelea. Ushajiunga baada hapo tarehe 20 Dhulhijja, usajili utafungwa hapo kipindi cha likizo, na kisha baada hapo inshallah tutaendelea na safari ya elimu mpaka inshallah mwaka mwingine unaofuata. Usipoteze fursa ya kujifunza dini yako ya Kiislamu. Kutokuwa na kisingizio chochote. Elimu saizi ipo nje. Elewa kuwa Qur'ani ni kitabu chetu. Ni lazima tuishi nacho siku zote. Shukrani na wapendeni kwa ajili ya Allah. Ma'asalam.